rũgano rwake gũciarwo kuma kũrĩa Pumwani, Isili, Rimpa, Mumbi Girls Murang'a, UON, KMTC Daktari. Hey, rĩu tũgĩthiĩ ũguo tũrĩ SDA nĩ tũgĩire Baby Wayne twathiĩ rũgano rũtithire rũrũ twaikio nĩ mũndagĩtarĩ Dr. Twagĩa kana twathiĩ CS kana kilo 5 page nĩ 3 nyandĩkĩte my friend tuko na rũgano rwega twenje kũhũra biashara kuma scratch cards. Yes. Rĩu nĩ twanjirie kũingĩra kũrĩa interior. Rĩu nĩ tũrenderia nginya deputy president hĩndĩ ĩyo mũmbunge kana minister nguo, yani nĩ gwĩtungurumania gaciringi na tũkwanjĩte na kũrogota indo cia mĩarĩro kũrĩa Gĩkomba ndũkariganĩrwo. Tukaguthũkaga ũguo Gikomba na kuuza vitu kadha tukarogana na twakinya harĩa Mountain View, joto ya Kichere Kichere ikaingia ndio tukatana herwa na second born. Good afternoon Muhesh. Tulifika kwa kajoto. Lakini kona homa leo. Pole mami. Tutang'ang'ana hivyo lakini usiki baridi. Baridi usiki uhisi baridi. Tuko pale kwa joto. Pale ndio Maya akakuja. Karibu sana. Si usalimie fanu wako hapa. Lakini pole nimechelewa. Usijali usiwori. Hii ni Kanairo. Nilikuwa kamoshemanio kadogo. Geketagwo kamoshemanio. Tunapangia itungati wetu, kiongozi wetu. Getungati tunampangia. Sato. Yes. Atakuwa pale Kawangware BP Shell, tuko na mkutano kubwa pale. Watu watakuja kutoka satellite Waithaka wote, alafu pia tutakuwa huko Ndonyo market. Ile Dagoretti. Ile ya Dagoretti huko juu Mutuine wapi. So Dagoretti South yote, Dagoretti North, Mutungati. Getugati. Ni Getugati. Getugati anatugata. Getugati 001. So ndio tulikuwa niko mshemanio ya kutengeneza hiyo mtaratara yake vile atakuja. Unajua mimi mama county. This Saturday. Hii Sato. Na so naambia watu wote wetu wenye wako Dagoretti South. Yes. Getungati wetu. Yes. Atakuwa pale BP Shell. BP Shell. Pale kwa hiyo ground. Naivasha Road hapo kwa barabara. Alafu tutatoka hapo tuende soko hiyo ya huko juu. Kwa nyama huko Donyo. Also pale neighborhood ni akina Kawangware. Hapo Kawangware, Waithaka, satellite. Hata wale wa Kikuyu uteremka hapo chini. Wote watakuja hapo kutoka Ngando. Hata kutoka Udhiru. Watakuja. Hata Wakeren. Alafu Mutuine Wakeren utakuja pande wa Mutuine pande, ni rahisi kutembea huko kwenda Ndonyo. Well done. Karibu sana. This Saturday, Kama hiyo ni kazi, kama hiyo kazi ndio ilifanya uchelewe tumekubali. Ingekuwa sio kazi hiyo hatungekubali. Hii one time lazima naye ikuwe reality. Yaani umeona hii maneno ya mafuta. Can you imagine? Yaani mafuta. Unajua kenye inanishangaza nani Modhoni? Sisi tulikuanga Tanga. Akibaka naona ukweli tulikuwa tugunia. Ukweli tulikuwa tugunia. Yaani tulikuwa Tanga. Huyu Kaongo alikuwa deputy. Rutaweira Sweet. Alikuwa deputy. Yes. Unakumbuka Uhuru akileta 8% ya mafuta. Yes. Tukaleta shida. Ile IMF. Nilicheza hiyo miongeo jana. Tukaleta shida huko nini anatuambia akatuambia tuende tukakatana tukatoa mapresa na nini. So mimi nilidhani akiingia atabadilisha. Na alisema atabadilisha. Alisema atabadilisha ile sheria. Yaani kumbe alikuwa ni ya kutukulia. Akiingia yeye alitoa 8% akaika 16%. Yes. Akaongeza hata zaidi na ndio tulikuwa tunapiga. Yaani nikikumbuka naambia tu raia pole. Unisame. Tuendelee tu. Lakini ilikuwa yaani vitu zote alikuwa anaongea. Unajua mlituanga Uhuru sana.
Yani simumwambia tena yeye hata pia wasamee. Yani mimi hata nimekuwa nikimwomba msamaha. Yani nikikaa hivi naomba kwanza Mungu msamaha, na naomba yani nawaomba hata raia tu, nawaambia tu wanisamee. Yani ile uongo hiyo Kaongo alituingiza. Unakumbuka tulichapongwa kanisani pale Keno. Yes. Akatoa press akiongea na ni kama hata analia, sijui anajipakanga Vicks kwa macho ndio aweze kutoa machozi. Akisema mimi nikiingia hakuna mtu ataja ifanyiwa hivi venye nilikuwa nafanyia. Karibu uwe akina watoto huko Odhaya. Hii serikali. Yani na hakuna mtu ameshikwa. Tunaona mtu na mabunduki anapiga magari mpaka wakachoma magari. Yeah. Na hakuna mtu ameshikwa paka saizi. Yeah. Lakini hata nyinyi watu wa Mount Kenya mngimwetateni huyo mtu ati mnampigia makofi, hata mimi nakasirika sana. Nakasirika sana. Unajua kidogo mlikuwa mmeweka kwa roho ya watu wa Mount Kenya, mnamwaigisha. Hapana. Lakini hata shetani ni mbaya. Yani kabisa anabadilisha mtu kama huyo. Anapendwa na watu. Yenyewe kweli nakubali shetani alikuwa malaika, akarushwa ndio akakuwa shetani. Akaachwa na ile power yake yenye alikuwa malaika. Kwa sababu wacha nisiseme. Lakini mafuta si sasa tiko mzuri, imeteremshwa 10 bob. Ameteremsha 10 bob, akaiba 40. Anatoa 40, anatoa 10, anatoa ati breaking news. Hata isitangazwe. Yani anyway, ni Mungu aendelee kutusaidia na kutuweka uhai. Mungu atutende mema. Amtoe tu one time. Kwa sababu ilikuwa ni kiboko. Mungu alikuwa atufundishe. Yeah. Alikuwa kwa atufundishe, atuambie nyakati za mwisho zimekaribia. Kuna watu wanakuja wanajifanya ni umbwa mwitu, wanavaa ngozi ya kondoo. Wanasema ukisoma ile kitabu ya mwisho ya Biblia. Yeah. Ile ya mwisho unajua ni gani? Revelation. Hiyo. Yes. Sasa hii ndio hiyo wakati wa mwisho. Kwa sababu huu Kaongo vile alijibadilisha, ndio huyu ameongelelewa hapo Revelation. It's very sad. Very unfortunate. Anyway, karibu sasa mamu, wacha kwanza nini? Mama Muradi, wacha kwanza kelele, salimia watu. Unajua tujasalimiana. Ni asili sasa. Oya natumia dhoko mayeto. Bosho kikombe kimo. Matigeithana. Ona matigeithurura. Oroa ado aito Nairobi na aria wenye wanasikiza Kameme Kamuige wote, habari zenu. Huyo ni mama yenu, Mama Millicent Omanga. Yes. Mama Miradi. Yes. Women Rep. Right. Nairobi 2027. Ndio tuko studio tuendelee na ile story yangu. Yes. Mogano. Inaitwa aje? Unajua kwa Kisii tunasema Mogano. Yetu ni Rogano. So yenu ni Rogano. So tunaendelea. Unajua ni basi ni cousins. So nasema tu hi cousins. So cousins pali muko. Yako ni Mogano, yetu ni Rogano. Rogano. Sasa Yes. Sasa unaona ni same, ndio kwa sababu tuko cousins. Very good. So cousins pali muko, tuendelee kusikizana. Yes. To keep tuned in kwa Kameme FM. Very good. Yes. Karibu sana. Your story was a good one. Kwanza pale pa kuuza ikobe dhakare kadhaka. Dhafuri ya dhakare. Ati na gadhakama. Kama kuna watu wanapanda kununua vikombe, sahani, sijui tunazikulia saa ngapi juu tena tunapenda kulala na table mats to karana na tunalala Sarvid tukiimba Mogithi. I don't know tunanunuaga ya wagani lakini anyway we are good shoppers. Karibu sana. I can't wait for tukiingia pale politics nijue vile mliingia kwa hiyo kitu ile ilikuwa inaitwa Tanga, lakini wacha tugoje tusikie the story. Sasa mumehamia pale Mountain View, mambo imekuwa mzuri, imetoka Thika, things are going well. Kapesa kameingia, daktari ameingia, sijui NGO. Wewe sasa biashara imekukubali kabisa. Imenoga, unanunua vitu India everywhere, yani interior clothes. Tulikuwa pale sasa Kajoto ndio tulikuwa tumegojea. Hapo ndio Kajoto kakaingia. Vile Kajoto kaliingia ndio baby Maya akakuja. Yes. Msichana wangu anaitwa Maya. Yes. So ni after how many years with the firstborn? Miaka 5. Oh, nice. Na tofauti ya miaka 5. Around 5.5. Yes. So ndio Maya akaingia kwa hapo Mountain View. Yes. Ambaye ndio acting last born mpaka saizi. Oh yeah.
Miaka ngapi iliyopita? 15 sasa. Bado hakuna kajoto ingine imeingia. Ni kama hiyo nyota ya joto ni kama pia ilinipotea. Alafu unajua kuchunga watoto pia si rahisi wewe. Unajua na ndio kwa sababu na wewe mlikuwa 8. Kwa hivyo mama mtolee kofia. Nakwambia mama yoyote ukimwona mtolee kofia. Right. Alafu unajua mama wengi mimi nawaambianga ni masingo mother. Na mimi unajua vile baba alikufa nikalelewa na single mother. So kuanga na passion ya single mothers. Alafu hata wenye tumeolewa ni kama single mother. Ya madaktari. Yani at Mrs. Doctor. Tatoka hiyo. Yani wenye wameolewa pia ni kama single mother. So unajua ndio mtoto unajua ataamka saa ngapi, anaenda shule saa ngapi, anaenda wapi, shule ilifanywa, mkitwa mkutano ya shule, sijui mnaenda sports day shule, sijui nini. Wapi? Daktari ako busy na wagonjwa. Hiyo ni story ya siku nyingine. Story of another day. Aterere. Unajua sisi tunasema tu ni mountain. Ninasikia marafiki wangu wakina mama wanasema adhuri ile huo nae toro udaro ya thimo dada yako dhimishamanio ya ciana. Unajua mama unasema tu akikuwa anapenda kulialia na kelele. Tunaambiwa sisi ni watu wa kelele. Kumbe ni kila mahali. Wewe ni ukweli. Wa mama wanaumia. Wa mama wanaumia. Watu wanaumia. Wacha tuzidishe maombi ndi vile Mungu anatushikilia na anatupea nguvu. Atumia pali wako watolewe kofia. Na waheshimiwe. Na ndio kwa sababu nakumbukanga Ruto alidanganya wamama, akatumia wamama kumpigia kura. Akituvalisha nguo za maroon tulikuwa tunasema inua mama. Inua mama, tumevaa manguo ya maroon, tuna dance, tunasema asra jogoto mama. Sasa ulikuwa unazungusha kelea. Watu wakiona vile umezungusha 45 wanasema yeye ndio bottom up. Pesa iko mfukoni. Au unafaa kwa kutolewa vidole mbili za mguu. Kumbe pia huku boma ya kina Gotwa ifu same. Watu kina mama wanaumia. Ni Mungu tu aendelee kutuweka na kutupa nguvu. Wow. Sasa tukaendelea basi, tukapata, tukaendelea na biashara. Sasa biashara ikanonga, nilikuwa na supply hata mahoteli, manini. Hoteli nyingi ni mimi na supply zote hizi kubwa kubwa Nairobi. Hata sasa? Wow. Sasa una supply beddings or what do you supply? Furnitures. Furniture zote, furniture zote, mapilo, yani vitu vyote. Pillow. Vitu zote hizo, bedsheet, duvets, furniture, ofisi, madesk, yani furniture aina yote. To date. Na hizi hoteli mzuri for example give us like 5. Ndio tukienda tukilala kule, unajua tuko watu wa kwenda staycation, tunalala tukilala hata tunasema huyu ni Omanga, huyu ni Omanga. Saa zingine unapata hata sijui kama wanaweza iko sawa nikiwataja, lakini kama hata kabla hajafungwa hata Intercontinental nili supply, Hilton supply, the Stanley, Sarova, hoteli zote nimekuwa nikisupply. Nice, well done. And you so calm. Ona pesa ni kama mtu anaona. Ndio rogo na kwa hiyo lia. Shilingi ndio inapigaga kelele. Wow. Nice. So, nikakuwa nimefanya sana na private sector. Yes. Yani biashara ya ile private. Si za serikali. Ndio kwa sababu unaona, maana watu ukiona kwa mtandao wanasema umekula pesa yetu, umekula pesa ya tenda, pesa ya serikali. Inauma sana kwa sababu mimi sija supply serikali na hivyo vitu. Na yani ni kumaanisha mentality ya watu ni kwamba lazima ufanye kazi na serikali ndio uweze kujimudu kwa maisha. Na it is not true. And I want to encourage yani watu wetu, majenzi watu wetu. Unaweza fanya biashara, private business,
na uweze kuomoka without even doing or stealing. Ukule na ukunywe. Unajua watu wameiweka kwamba lazima uibe ndio uweze kuenda mahali. Si lazima. Mimi siamini. Kwa sababu nilifanya hiyo biashara, nimeanza biashara nyingi tena, nikaingia kwenye real estate. Haya. Nafanya real estate, nikaingia biashara na import vitu vingi, nikafanya na import vitu vingi, hata pombe na import. Hapa ni pazuri. Twende pole pole kwa biashara. Juu tunasikia baka hapo ya kuimport kamunyweso. So you are an importer of alcohol. Yes, I do. Yes. To date. Yes, to date. I do. I distribute. I'm a distributor. Wow. Lakini sifanyi second generation. Yes. Si ile ya kuwa watoto wetu. Ni mawine kidogo nzuri. Hizi wine za kanisa. Nauza hata hizi za kanisa, hii ya kukula ya Pasaka. Yes, wow. So, na kwa real estate. Real estate unauza mashamba ama ni nyumba? Manyumba. Yes. Najenga na kuuza. Na za zingine na kodisha. Yes. So niko kwa field mbalimbali. Yes. Business and wife and mother. Yes. Hatujengi hata politics. Utubalance hapo juu sasa hujatufikisha kwenye politics. Yes. How do you balance? Kidogo at least daktari alikuwa supportive. Kidogo. Alikuwa supportive kidogo. So pande ya watoto, kama siko labda nimesafiri kwenda kupata kuchukua hiyo bidhaa ya biashara, atabaki na watoto. Na kwanza nilikwambia mimi ni firstborn. Yes. Kwa mama yangu. Yes. Ambaye ako na watoto 8. So watoto wote wengine ni kama niliwalea. Wow. So wamekaa kwangu. Wow. So imekuwa rahisi, ilikuwa rahisi mimi kulea watoto wangu kwa sababu walikuwa wanakaa kwangu. Yes. So wakikaa kwangu unapata atago, kuna wasichana kama 3 ambaye wako high school, mwingine ako college. So kwa sababu hiyo pia wananisaidia pale kulea watoto wangu. So hata kama siko, wale pia unajua dada zako watakulelea kama wewe. Watalea kama wewe. Juu pia unawalea. Wow. So nalea wote wakiwa. And labda hiyo ndio ilifanya pia nisipate watoto wengi. Kwa sababu unaona uko na watoto. Alafu unapata kwa dada zako wale pia kuna wengine wamedanganywa kidogo pale na pia ameleta kengine. So unapata ako shule bado. So inabidi wale watoto wote mimi ndio nachukua. You're the parent. Yes. Juu sasa pale ulituambia madhe venye alipokonywa vitu alianza kuuza mboga. So watoto wetu sasa wakipata pia hawa wanapata watoto. So ikiwa wanapata watoto na hafanyi kazi, itabidi wezi waacha. Yes. Na itapea madhe pressure, utamuua bure. So uchukue tu ile mzigo. So unapata niko na wale watoto, my nieces, like nephews, alafu sasa na wale dada sister zangu. So kwa sababu niko na watoto wangu, sasa wote tu ni kama watoto wangu. So ikawa for a long time ninalea wale kina dada zangu na watoto wao wengine. So ndio kwa sababu ikawa sasa sikuona labda ya kuendelea kupata watoto wengine, kwa sababu pale pia wale ni wangu na walea. Unajua ukiwa tu hapo kwetu sometimes unasikia watu wataki kukaa na watoto, kuni kwangu. Mzee haleti shida pale, 1-2 he was okay. Hana shida, naona hana shida kwa kweli. Ama kama anaye hajaniambia. So unaenda tu naleta pale, ndoambia anichukue tu mimi na watoto. Kama hawataki basi ni kama anitaki. Si ukiingia kwa mzigo unabeba yote. Ni kuku na mayai yake. So alikuja, aliona pale, aliingia, aliona hiyo familia vile inakaa. Tabiti atubebe wote. Sasa atafanya je? Ndio hivyo, hiyo ndio hiyo mzigo. Wow. So pale uko na haja ya kuongeza watoto? Sikuona haja ya kuongeza watoto. To date, hata saizi saizi labda naweza pata. Yaani siku hiyo, kwa sababu saizi last born wetu amemaliza masters in the University of Bath in the UK. Bath in UK. Nitrada uigwe kwa tukugaga. Na niwe umesomesha? Wow. Amemaliza masters. Yes.
Ilikuwa graduation yake last year February. Yes. In the UK. Ndio nakwambia, yani Mungu. Sasa umerelax. Sasa nimerelax. Last born amemaliza masters. Sasa si ni Mungu. So nimerelax sasa, saizi naweza. Wow. Mbegu ikikubali basi. Why not? Oh my God. Why not? Why not? Why not? Oh, you can go back to wow. That's nice. All the best. Why not? I love that. So sasa pale biashara, family, how did you now get now to serious siasas? Tukiendelea tu polepole tu, take your time, tuko mpaka na saa 8. Kama unakumbuka kwa siasa nilikwambia nilichaguliwa vice chair. Pale uliposimama ukashake hivi watu wakasema tosha. Ni hapo Igwe ni hapo. Yes. So tukaendelea na siasa ya UDM. Ile siasa ya UDM tukaanza mvutano. Yes. Wakati huo rais wa sasa alikuwa waziri wa ukulima. Yes. Ikawa amefutwa kazi kwa sababu ilikuwa kwa serikali ya muungano. Kama mnakumbuka wakati wa Kibaki. Ilikuwa serikali ya muungano. So vile alikuwa pande ya Raila, mnakumbuka wakati huo. So vile alivutwa kazi akaanza siasa. Akakuja kwa chama chetu cha UDM. Yes. UDM. Yes, M for Modoni. Yes. So akaja siasa yetu ya UDM, akatujoin kwa siasa, akapata officials nini hapo. Tukaanza siasa. Sasa ikawa anataka yeye kupanga ile chama. Bila alitaka kupanga, then viongozi tukiwa pale ikawa tukagawanyika. Tulikuwa na anaitwa secretary general, anaitwa mkurugenzi, anaitwa tulikuwa na secretary general alikuwa anaitwa Martin. Yes. Ole Kamwaro. Ambaye sasa tuko na yeye chama hapa kwenye DCP. Martin akawa anavuta akisema hapana, hatutaki kubadilishiwa. Alikuwa anataka kubadilisha mwenyekiti, yani abadilishe NEC members. So Martin Kamwaro akakataa, akasema hawezi badilisha hivi, sisi tuna msimamo huu. So kwenye NEC pale tulikuwa kwa NEC members kama 40. Mimi nilikuwa kwa naibu mwenyekiti. So ikakuwa mwenyekiti na alikuwa anaitwa the late General Koech. Yes. Ikakuwa mwenyekiti na Martin Ole Kamwaro ambaye ni katibu mkuu wa chama. Wakawa nakatalia. Sasa mimi nikiwa kama naibu na NEC wengine wachache pia tunavuta pande hii. Sasa sisi tulikuwa tunavuta pande tunamsupport hiyo William Ruto. Tukawa tunamsupport. Yes. Kina Kamwaro hawamtaki. Okay. So tukagawanyika. Lakini ikawa Ole Kamwaro kwa sababu ndio katibu mkuu ndio ako na instruments za chama. Yes. Alafu ako na chair mwenyekiti. Yeye alikuwa Sifuna of those days. Ndio alikuwa Sifuna of those days. So ikawa tukavutana ikawa wao watashinda kwa sababu officials wengi kama mwenyekiti, yeye katibu mkuu na wenginepo kwa sababu ndio walikuwa na makaratasi ya kuandika chama, ikawa wametushinda, wamevuta pande yao. Sisi ikawa sasa tumebaki kama hatuna chama. Yes, chamaless. Ikawa tukaform chama inaitwa URP. So URP ikaformiwa baada ya tumekosa kusikizana na pale UDM. Vile tuliform URP nikaendelea kuwa official wa URP. URP, yes. Wow, yes. Na ulijoin hii maneno ya tagataga zamani kitambo, nilikuwa miaka 20 na kitu. So nilikuwa karibu 20 something 27 hapo 20. So kuform URP huo mwaka tu ikakuwa 2012. Nakumbuka Disemba kama tarehe 12 ama tarehe 10 hapo Disemba. Ndio URP ikaenda ikashikana na TNA. Yes. Tukiwa kule Nakuru. Afraha Stadium. Ambapo ndipo sisi URP tukakuwa na candidate wetu presidential ambaye alikuwa William Ruto. URP. Yes. TNA ilikuwa na presidential candidate ambaye alikuwa Uhuru Kenyatta. Yes. Tuliposhikana
nilikuwa kwa yale maongezi ambapo tulikubaliana Uhuru atakuwa rais, alafu William Ruto atakuwa naibu wa rais. Yes. Na tukakubaliana hivyo. So hivyo ndo kukaenda. Hapa Nairobi mimi nikasema baada kwa miaka kama 28 27 hapa Nairobi nikasema hata mimi nitaenda seneta. Yes. Nikajichocha. Nikasema hata mimi nitaenda senate. So ikawa tukakuwa na rally moja kubwa pale Uhuru Park wakati huo. So mimi nikadeclare nenda seneta, alafu pia Sonko alikuwa anasimama senate. So ikawa tunapishana, mimi nikamobilize, tukakuwa tunapishana sana pale na Sonko Uhuru Park. Mimi nikawa nimekuja na farasi. Niliingia na farasi. Yani the symbolic ile ya Elisha, unakumbuka alikuja na ile horse na nani. Nikakuja kwenye horse. So ikawa tumekuwa na mvutano sana pale Uhuru Park. So kwa nataka niongee, yani ikawa tuna mvutano sana. So baada ya mkutano so viongozi wakapatana, ambaye ilikuwa Uhuru na rais wa sasa ambaye alikuwa naibu wake na nani walikuwa patana. Ilikuwa mwenye alikuwa anaenda gavana Nairobi ilikuwa Waititu. Yes. Ndio alikuwa kwa candidate. So wakasema kwa sababu tumeungana URP na TNA, basi URP itatoa deputy governor. Yes. Kama TNA inatoa governor. So ikawa sasa mimi ndo niwe deputy wa Waititu. So nikapewa kuwa deputy wa Waititu wakati huo kama 2012. Nikakuwa deputy wa Waititu, tukakuwa vita vingi sana. Wanasema huyu msichana mdogo, kwa nini atakuwaje deputy governor? Ni msichana mdogo. Yani hata wazee sasa wa Kisii wakakaa. By then kulikuwa na the late Nyachaya alikuwa akakaa, wakasema hapana, tuwezi taka, kwanza ni mama na ni msichana mdogo. Yani apart from kuwa mdogo ni mama. Unajua pale unapata kidogo kina mama kwa jamii huwa wanaangaliwa chini. Yani our tamaduni zetu aziangalii kina mama, yani hawaoni kama watu ambao wanafaa ama wanaweza. Unajua inakuwa looking down upon women. So ikakuwa ikaleta vita vingi sana. Nagombea wakisi wazee wakasema hapana, kama sisi wazee tupewe candidate wetu, basi hatutakubali kumsupport Waititu. Ikakuwa vita vingi sana. So nikaongeleshwa, nikaambiwa sasa hii candidate yako inaleta shida. Wazee wenu wa kule Kisii wamekataa. Wamesema wanataka mwanaume ambaye machua kidogo. Wewe ni mdogo na wewe ni mama. Sasa wewe utaachia tu. So utaachia tu, alafu tukifoma labda serikali nini utaweza pata kazi. So ikawa kwa sababu mimi nilikuwa naangalia the bigger picture. Yani unataka, kwa sababu tutashinda. Yani I was very passionate. Uhuru atakuwa rais, alafu my candidate atakuwa ni deputy president. Yani serikali itakuwa sawa. Taweza kuwa hata minister. Sasa mimi nikakubali. Yes. Nikakubali. Wazee wale wakisi wakapeana mzee mwingine ambaye alikuwa sikumbuki jina lake. Wakapeana huo mzee akaweza kukuwa deputy wa Waititu. Bahati mbaya baada ya uchaguzi hakuweza kushinda. Kwa sababu mzee alitolewa kule Kisii, sio Nairobi. Unajua hizi vitu zenye wazee wanafikiri utaenda ulete watu kutoka kule nyumbani ukuje uimpozie watu. Hizo zimepitwa na wakati. Kwa sababu mwana siasa wa pale Nairobi ndio anafaa, kwa sababu ndio anaelewa mahitaji ya watu wa pale na matakwa yao. So Waititu hakuweza kushinda. Yes. Ikawa Kidero akachukua ODM, ikachukua. Lakini serikali ikafomiwa ya Uhuru vizuri. So baada ya kuform serikali, mimi nilikuwa appointed kwa board ya KenGen.
ndo nikakuwa na hudumu KenGen. Yes. Nikahudumu kwa miaka 3. Baada ya miaka 3 sikutaka kurenew kwa sababu nilikuwako nataka kujitosa. Yes. Nigombe women rep. Yes. Nairobi. Ya 2017. So after hiyo miaka 3 nikaanza campaign. Nilipoanza campaign zangu ikawa tumeenda, ilikuwa sasa imekuwa Jubilee. Yes. Hiyo 2017. Yes. Ikawa imekuwa Jubilee, tume dissolve ile URP, tume dissolve TNA, tukatengeneza chama kimoja kikubwa ambacho kiliitwa Jubilee. Yes. Tulipo form Jubilee, sasa ikawa mimi nimejitosa, ndio sasa nimeanza kuelewa siasa kidogo, nimeanza kumachua kidogo. Ikawa tunaenda uchaguzi wa party primaries. Yes. 2017. Tulipoenda party primaries, tulikuwa tunapishana na Mama Shebesh. Yes. Tukaenda, nakumbuka Shebesh wakati akapata kura kwa party primaries, akapata kura 90,000. Mimi nikapata kura 80,000. Yani kulingana vile walipotangaza. Yes. Ikakuwa mimi niko na kura 80,000, yeye ako na kura 90,000. So ikawa kuna vile niliona watu agents wangu wengi wananiambia hapana, hapa mama ulibiwa, kulikuwa hivi. Sasa nikaenda kotini. Kusema kwamba uchaguzi mdogo urudiwe. Yes. Yani turudie hiyo party primaries nomination kwa sababu naona mimi nimeshinda. Na nilisapotiwa sana, yani nitasema ni asante, yani jamii ya Mlima. Tangu nianze siasa yangu wamekuwa wakisimama na mimi, wamekuwa wakinisupport sana. Na mimi ndio kwa sababu pahali wako mimi nitakuwa. Wow. Yani nitasema kama wale daughter-in-laws kwa Biblia. Yani mahali wanaenda ndio taenda. Pahali watakuwa na ndio mimi nitakuwa. Na mlikuwa na hao 2022. Yani pale wako ni kwa sababu hiyo 17 hata kwa nomination, kwa sababu Mama Shebesh alikuwa ni mama nitoka Mlimani, lakini walinichagua, nilipata kura 80,000. Wow. Mama Shebesh akapata 90. Yes. You know, of which mimi nilisema nimeibiwa. Unaimagine napata, tunapelekana sambamba. Yeah. And yet mimi si wa Mlima. Yeah. Mimi ni cousin. Na watu wa Mlima ni wengi Nairobi. Na yani mimi hao tu ndio najua. Hao ndio wamenisupport sana. Yani wamenisupport sana. Ndio kwa sababu mimi siwezi kuwa mahali hawako. Yani mimi nikiongelelea hata saa zingine najisahau. Mimi ni mutumia mugithi. Najisahau hata watu wangu wenyewe nasema huyu mikutano zake anaita tu watu. You know, kwa sababu yani tumefahamiana nao sana. Yani nimefanya kazi nao sana. Yani ni watu wangu nitasema. Sasa nilipoenda kotini kusema kwamba uchaguzi urudiwe, nikawa napata orders, nikamserve Mama Shebesh. Yes. ya kotini kwamba tutarudia. Yes. Nikaitwa na rais na naibu wake kati wa Uhuru na William Ruto. Wakanambia nini hivi, unaenda kotini unaanza kuleta masukusuko kwenye chama. Hii maneno ya kurudia hatutaki. Vile utafanya wewe utamsupport Shebesh, kisha wewe utachagua ambacho unachotaka tukunominate, kama utafanya kwenye county, kwa National Assembly ama kwenye Senate. Alafu utoe hii kesi kotini. Sasa hapo ndio nilienda nikamwambia mimi basi mtani nominate Senate na mtani assure nitakuwa number 1 kwa party list. Ndio isiwe mmeniadaa mchezo wa town. Yes. So wakaniambia ni sawa. Nikaekwa number 1 kwenye party list ya Senate. So mimi nikatoa ile kesi kotini, nikamsupport Mama Shebesh, nikaprint hata nikaeka mabillboard ya kuandika Omanga for Shebesh. Yes. Nikaita, tukafanya mkutano mkubwa, nikaita wamama wangu, supporters wangu, wale vigogo, vikingi ambavyo watu ambaye niko naye kwenye ground, nikawaita. Shebesh, Mama Shebesh pia kaita wake. Yes. Tukapatana,
tukawapatanisha, tukawapatanisha. Sasa tukataka tufanye kazi pamoja. Sasa ikawa nikafanya kazi na Mama Shebesh. Tukafanya naye kwenda kwa uchaguzi. Tukaenda naye Omanga for Shebesh, wale wa mama wangu nini, nikamwambia kwa sababu mimi tayari wameniambia watanipa nomination, basi tumsupport mama aweze kupata ile kiti. Tukamsupport, lakini vile Mungu alipanga, Mama Shebesh hakuweza kufanikiwa kupata kiti, kushinda. Bali alipangwa pale, nadhani rais wakaweza kumpanga kwa kazi ya CAS. Kisha sasa mimi ndio hapo nikakuwa nominated senator. Wow. Unajua watu wengi nominated senator. Yes. Unajua watu wengi wanasema kunominatiwa lazima sijui unajua na nani. Asoko wanawake, kwa sababu kuna wanaume wananominatiwa pale kwa bedroom lazima kufanywa sijui ufanye nini. Lakini ukiangalia mimi historia yangu ningekuuliza hiyo ilikuwa very clear. Tumeenda nomination, mimi nimepinga ile nomination, nimeenda kotini, nataka ile nomination irudiwe. Nikaitwa nikaambiwa hapana, hii italeta ugomvi. So vile utafanya wewe muache Mama Shebesh aende, wewe nika negotiate. So that's how I negotiated for my nomination. It is through merit. It was not a bedroom affair. It's not a bedroom affair. That's a bedroom affair ikinini. You know, ndio kwa sababu yani kina mama ndio kwa sababu ukijitosa tu kwenye uongozi ni bedroom affair. Kwa sababu pale bungeni kuna wanaume wengi wanakuwa nominated. Wanaume bedroom affair wameenda na nani? Ndio waweze kuwa nominated. Wameenda na nani? Mbona tu ni kina mama? Kuna nominated MCAs, nominated MP. Na wanaume sasa wale wanakuwa wameenda na nani ndio waweze kunominatiwa. So nadhani ni vitu ambavyo yani inafaa watu mentality ya kuanza kufikiria lazima uwe na fulani, lazima uwe na fulani. Ukijituma tu uwe na bidii. Bidii kivyako. Kuna vile pia utakuwa na bidii and you will force yourself on that table to negotiate. On that table. So me I think nilifanya kweli campaign wakati huo. Na ndio niweze kupata zile kura ambazo tulipishana na Mama Shebesh. Ni kwa sababu nilifanya kazi. Na kwa ile kazi nilifanya ndio kwa sababu niliweza kupata nomination as a senator. Ndio tukaanza kufanya campaign za mbele iko sawa kama unakumbuka Jubilee. So baada tukaanza kufanya mbele iko sawa, tukafanya campaign. Na ikifika na Uhuru Kenyatta akashinda 2017 akashinda. Nakumbuka, lakini Court of Appeal Supreme Court ikanalify ile ushindi. Maraga. Lakini bado tukapigana tena, tukapigana kwenye ground, tukatafuta zile kura, tukatongoza zile kura. Ndo tena tukashinda mara ya pili. Haya, tushikilie hapo tusome news share the mugwanja ndio tureje. So sasa tuko nominated senator. Wow. 2017. Tuthiete wega thumuranywe tumai twa coconut ni undu wa kahoba tuthocokereria. Na niye jetagwa Baby T. Na ligetosha vgadamba the team master. Nyaboke wito tumeenda vizuri. Maneno ya Senate imekuitikia. Pale 2017 kameme gaku nduri urakaiga wega. Your microphone is out of order. Yangu. Ikuangalilie. Iko sawa. Kama yangu hivo. Yes, well done. Na mimi nikupatie TV hapa. Stacy is very busy today. Sorry kwa homa. Kupunguzie baridi. All right, thank you. 2017 uko pale Senate. Ukiwa nominated senator, what do you do? Unajua tunasemaga hii maneno ya senator ni kama ni pesa ya mwananchi inaenda tu bure. Senate kazi yake kubwa ni kugaia county, yani kuchunga county na serikali zake. Kuprotect devolution. Ambaye ni hizi serikali za county government. Sa ndio inafanya ugawaji wa pesa wa hela ikitoka treasury. Kuna percentage fulani ambayo inafaa kuenda kwenye county. So ile kugawa hiyo pesa ndio kazi kubwa ya Senate. Na pia
kupitisha sheria ambazo zina govern county governments na kufanya oversight ya zile county government. Yes. Kwamba zile hela ambazo zimetumwa kwenye county zinatumika vizuri na zinatumika vile inavyofaa. Yes. So hiyo ndio kazi ya maseneta. Yes. So it's more of representation, yani wakilishaji. Oversight, yani kuangalia kwamba matumizi ya fedha, alafu legislation, yani kutengeneza sheria. Yes. So pale ukasukuma 5 years. Yes, nikafanya miaka 5. Kuna tofauti ya mshahara ya nominated na elected? Okay. Mshahara iko sawa, marupurupu tofauti. Okay. Kwa sababu ambaye amechaguliwa ana ofisi, na ile ofisi inalipwa. Inapata pesa ya kulipa wafanyikazi, anapewa wafanyikazi wa county ambaye anakuwa na representative kwa kila sub county na nini. Lakini nominated haupati ile, unapata mshahara tu. Lakini wale elected wanapata marupurupu mengi. Sasa kabisa umeingia pale Senate, we mzazi unalea, biashara zaendelea, biashara utaacha kuzipiga? Hapana, hapo sasa ndio niliendelea kufanya zaidi. Zaidi? Niliendelea, yani nikaendelea kukua. Yes. Unajua unaendelea kukua. So biashara yangu iliendelea kukua, ya interior na nini. Sasa ikakuwa pale, kwa sababu niko pale, sasa even my colleagues ambao wamekuja ni wageni, ndio wamekuja, mtu umechaguliwa kutoka huko Ushago, ndio umekuja Nairobi, first haujui hata ni wapi. Utashop wapi? Sasa simi ndio broker wa manyumba pale, si niko kwenye real estate, simi ndio niwatafutie manyumba ambapo watanunua, kwa sababu hapo ndio wamekuja wananunua nyumba, ndio mtu umechaguliwa kule, ndio Geshagi, ndio umekuja Nairobi. Sasa si ndio unatafuta nyumba. Sasa hapo ndio Mama Omanga anaingililia, nikakuwa broker number 1. Broker number 1. Mimi ndio najua pale watanunua nyumba, si utabroke. Sasa ukibroke nyumba, si unapata kamilioni kako 1-2. Sasa ukibrokea kama 10, pesa ngapi utapata? Uko sawa. Wewe ndio unaonyesha pale nguo watanunua hizo nyumba. Wakinunua ni nani anafanish? Interior. Unawapigia furnish. Si ni mimi nawaanzia kuanzia kitanda, TV, yani kila kitu. Mimi nawaonyesha vile town watu wanaishi. So ndio nakwambia biashara pia ilinoga. Kwa sababu sasa ndio broker ukaingia hata zaidi, kwa sababu sasa wewe ndio utaonyesha leo huku town tunaishi hivi. Na lazima wangeniaminia kwa sababu ni wa town. So pale ndio nikaweza kufanya pia biashara zaidi. Kwa sababu sasa unajua ile network, umejiona na watu wengi, ndio watu wameingia, ndio watu wanataka kuanza maisha. Hata kama mtu alikuwa anaishi nje fulani, amekuwa mheshimiwa, labda anataka ame pale tofauti, mali maybe panapo mtu anaona kama pale alikuwa anaishi hapa fai, anataka kuenda pale anaona umuhesh. Unajua anataka kubadilisha zile viti kuku zenye alikuwa nazo, anataka akuwe na zingine That's your job. Mpya. Nini. Sasa ndo kazi. Ikawa ndio nafanya ile kazi pale kwa Senate, biashara yangu. Pia nikifanya kazi ambayo ya representation. Na ina balance aje tena na familia? Your husband is okay, you're right? Pale anani support. Na hizi challenges za politician. Anani support. Amekuwa very supportive. Ni mtu kusema kweli. Amekuwa very supportive. Ni mtu nikimwambia hata changamoto yangu, hata tutajadiliana, atanisaidia mafikira na vile ya kufanya. So kwa hivyo amekuwa akikam in ama ana stand in the gap pali na kuwa na ulegevu. Nikiwa na ulegevu, labda kuna kitu ambayo haiko sawa, yeye he'll stand in for me. So kwa hivyo nashukuru Mungu kwamba kweli naye ameweza fill in the gap. Mahali ambapo nimekuwa na ulegevu. So nikiwa pale Senate, apart from sasa nafanya biashara yangu, pia nilifanya kazi ya uwakilishaji, na nikafanya kazi ya legislation, yani kuunda sheria. Baadhi ya sheria, ndasema moja ambaye nilileta pale bungeni, ambaye yani najivunia, haikuenda paka mwisho, lakini yani ni kitu ambayo ningetaka paka saizi, ni
kwa sababu nilikuwa nimeanza program yangu ya Omanga Foundation, yani Omanga Care. Yes. So ikakuwa niko very passionate, nilikwambia, about single mothers, na niko very passionate about watoto walemavu. So actually niko na class, yes, ya which I sponsor, yeah, since then 2017 pale Muslim Primary, yeah, iko kwa Kamkunji, Starehe, yani iko pale karibu Starehe Boys pale. Yes. Hiyo ni class ya watoto wa cerebral palsy. Niliwanunulia hata gari van ambayo itakuwa inawapeleka shule. Changamoto niliona kwa kudeal na watoto walemavu ama watoto wa cerebral palsy. Unapata mama, and that's why nakwambia, yani kina mama watole kofia. Yeah. Ukipata, yani itikadi zetu na tamaduni zetu yani ziko mbaya kweli kwa kina mama. Yes. Kwa sababu ukipata mama amezaa mtoto mlemavu, wengi wanasema huyo mtoto ni wa mama. Ni wa mama. Can you imagine? Ama wewe ndio una kasoro. So unapata kina watoto wengi walemavu wanalelewa na single mothers. Yes. Kwa sababu ukizaa mtoto, anaona mtoto ni mlemavu, yule mwanaume anatoroka. Kwa sababu anaona hawezi lea huyu mtoto. Yes. Anasema wewe ndio kwenu, labda ndio lineage yenu, ndio nini, vitu kama hivyo. So unapata wanaume wengi, I will tell you 90% of children wale walemavu unapata wanalelewa na single parents, aswa single mothers. So ikawa na deal na hiyo class ya cerebral palsy. Nikaona wale kina mama vile wanaumia, kwa sababu unapata watoto wengine ni wakubwa. Mtoto amefika hata miaka 20 ama miaka 15, amekuwa kimwili, ni mzito. So kumpeleka pale shuleni huko inakuwa ni shida, kwa sababu inabidi ni yule mama ambebe. Yes. So wengi wanaishi hiyo kijiji hapo karibu, lakini inabidi ubebe mtoto ni mzito na nini. So ndio kanisukuma nikawanunulia van ambayo ilikuwa inaenda kwa community round, ikibeba watoto inawapeleka shule. Wow. Na jioni wanarudishwa. So inakuwa wale wazazi wanachanga kitu kidogo, labda 50 kwa mwezi. Alafu sasa ndio itakuwa inaenda inaweka mafuta. Wow. Wanabebwa. So kwa kudeal na hiyo ikanifungua yani. Nikaona nafaa nilete sheria bungeni. Yes. Ambapo kuna hii stimpeds ambaye inalipwa our old citizens, yani watu wazee. Yes. Kuna ile stimped kidogo, hela kidogo wanapata, sijui 3,000 kwa mwezi. So ikawa pia mimi nika introduce, yes, mswada kwamba hiyo wazee wanapata pia hawa mama ambao wako na watoto walemavu. Wow. Wao wanapata hizi stimpeds. Wow. Ndio iweze kuwasaidia, kwa sababu unapata mama ana mtoto kama yule, hauwezi acha yule mtoto uende kazini. Yes. Haupati nafasi ya kufanya kazi. So lazima yule mtoto, kuna mwingine ako needy 100%. Yes. Yani ukimwacha pale, umemwacha tu, umemfungia, labda umfunge. So nikaona inafaa bora pia wapate. Alafu pia serikali introduce institutions ambazo ziko specialized. Yes. Na special needs kids. Yani hata hiyo maneno ya physiotherapy na nini, kwa sababu kuna wengine walemavu lakini yao haijapitiliza sana, kidogo tu therapy. Ingekuwa inafanywa therapy kidogo, kuna vile ingekuwa kidogo wanaweza jisimamia. Yeah. Lakini unapata especially sasa upate familia ya kimaskini familia ambayo hawajimudu. Yeah. So inakuwa ngumu sana kumpeleka yule mtoto kwa zile specialized school private, because yes, they are very expensive. Yes. So ilifaa yani serikali pia commit ikuwe na shule kama hizo ambazo watoto wataenda ya kiserikali. Yani hata kama wanalipa ni hela ambacho mzazi anaweza jimudu. Ikuwe ya serikali. Alafu wawe wanapata yani any caregiver. Yeah.
wanapata ile stipend. So haikuweza kuenda mbali kwa sababu ilienda nikaileta ikasomwa, alafu ikawa ni money bill. Yes. Wanasema kwa Senate tuwezi discuss money bill, yani mswada ambao unahusu pesa. Yes. Kwa sababu pesa sasa za kama za serikali zinakuwa allocated kwenye bunge, kwenye National Assembly. Yes. So nikawa naongea na rafiki yangu kwenye National Assembly iweze kukua tabled, ni co-sponsor iweze kukua tabled. So tulimaliza kabla, yani mula wetu uliisha kabla ile ijaweza kupitishwa. Yes. Mswada utaweza, na unajua ikipita term ile ina collapse, inafuata na unaianzia tena. Yes. So ni kitu ambacho niko passionate about, ni kitu ambacho siku kitafanyika itakuwa siku njema kwangu. Wow. So pale ukesukuma from 2017 to 2022 nikawa nafanya, na ndio kwa sababu kwa through hiyo Omanga Care, Omanga Foundation, Yes. nimekuwa kama mnakumbuka Mameko, mimi nilikuwa napeana Meko gas sana na peke na mama wetu wa Clean Energy. Yani kwanza nikiwa hapo kwa Meko, mdhoni acha nikwambie, yani inasikitisha sana kwa sababu tukua tunafanya siasa zetu hizo za utapeli za bottom up. Ambaye ni rais wa sasa akituambia, yani hata nyinyi watangazaji mlitangaza, na mwenyewe akasema kwamba zile Meko akiingia zitakuwa zinauzwa shilingi 500. Mimi nilikuwa sitangazi hiyo, sweetie. Mimi niliona ni uongo. Ukweli uliza hawa watakwambia, na nikiwaambia hivyo walikasirika sana. Mimi sikukuwa nimeona ni uongo, na ndio nakwambia shetani alitupwa huko bado akiwa na zile powers zake. Kwa sababu naye alifunga macho, hatuoni hatusikii. Yani ni kama unajua ukipata msichana mdogo ambaye ako kwenye mapenzi, unamwambia utapata mimba, hasikii. Unamwambia utapata, hasikii. Yani ako hapo hata kama ako na panyabuku. Sasa hivyo ndio nilikuwa sioni, sisikii. Nimethaiga Ngai. Mukambua gas itakuwa 500. Gomeda noma 300. Sasa mimi na miradi yangu nasema sasa hapa ndio hapo. Hapa ndio dipo. Yes. Kwa sababu nilikuwa napea na Meko, napea na nini. Nikasema basi hapa sasa wamamangu wote watapika na Meko. Yes. Saizi imefika sijui ni 2,000 sijui 1,000 ngapi. Yani kurefill, yani ukiweka ikiwa package yote, yani imekuwa nyingi kuliko wakati wa uhuru. Mimi nikipeana Meko, Yes. nilikuwa napeana complete Meko mtungi, imejaa gas, Yes. imejaa iko na ile bana na grill. Na grill. Yes. Nilikuwa na nunua between 2,500. Yes. Na maybe 2,800 ama 3,000 ikienda juu. Yes. Wakati wa uhuru, wakati huo. So nilipena ukiona kwa mtandao na kwa nini ya jamii, whatever ya jamii X. Nilikuwa napeana sana. So nikajua ikifika 500 basi. Itakuwa mtungi, itakuwa sijui nini. Utapeana na trailer. Naye ingekuwa kwa Nairobi wangeenjoy. So nikajua basi itakuwa, kwa sababu ilikuwa pia hata wale wauzaji walikuwa wanani support. Nikienda wananiambia ukinunua 100 tunakupa 10. Wow. So ukinunua 100, unaona kama nikinunua 1,000 napata 100 bure. Hizi ni Meko. Kwa sababu wakati unajua pia inakuwa ina advertise, alafu itakuwa nauza brand zao kwenye kwa hizi. Kwa sababu sasa wakishanunua, unajua hao biashara yao ni kurefill. Ndio biashara, because it's a long term. Wanaona hii ukinunua once si hoja sana. Yao wanaangalia long term. Mtu kishachukua mtungi ule wa gas, utakuwa kwa maisha yako yote utakuwa una refill. So ikakuwa wanani support. Ikakuwa inanisaidia, wana support pale Omanga Care Foundation, na peana magas na peana mameko. Ikakuwa nafanya ile miradi yote. Na ndio hapo tukaingia maneno ya inua mama, tunafanya empowerment, tunafanya kwa vijana, yani tunawapea empowerment, wale wa kuosha magari pale, wale wa vinyozi, wasichana wa saloon, kwenye kuwapea zile madraya na nini na nini. Ikawa nimezidisha pia miradi yangu. So nikawa nafanya miradi, ndo lile jina mama miradi ikastick pale kwa sababu ya miradi ambayo nilikuwa nafanya mitaani. Miradi.
to 2022. Yes. 2022. So nikaendelea na miradi yangu. Ndio ikafika sasa nimejitosa tena kusimama kiti cha woman rep. Yes. Tulikuwa kwa sasa tumeenda tukakuwa hasora. Sisi ndio tulikuwa hasora, sisi ndio wale sasa Togunia mnasema aje? Togunia. Sasa ndio tulikuwa Togunia. Mwadhani wako. Sasa tuko Togunia huko. Ndio tunauza hiyo sera. Tumeenda tumekalishwa tukaambiwa iko hivi. Na yule mtu nakwambia ni mtapeli. Nakwambia na watapeli wako, yani wako na talent. Mtu kikaa, yani unaona hii kitu ni nyeusi lakini anakwambia ni nyeupe na wewe unasema ndio ni nyeupe. Yani alitufanyisha mambo, anatupeleka economic forum, sijui tuna sign kama akaenda. Nakumbuka niliattend moja ya pande ya Kisii na Nyamira, alikuwa anawafanyia economic forum yake kwa manifesto. Tunaenda nasema pale natengeneza factory, zile ndizi zenu mnauza 200 zinauzwa huko Nairobi 1000. Sitaki, naeka value addition. Tunaweka crips ya ndizi zitatengenezwa Kisii. Pale mkulima badala ya kupata 200 1000 atakuwa anapata pale Kisii. Tunasema ara. Basi huyu ndio tunataka. Tukasema SGR inakuja ndio itakuwa inabeba ndizi zenu. Tukisikia na mimi natingiza kabisa. Unajua tuko na kitu moja very unique in Kisii. Inaitwa soapstone. Kisii soapstone. Ile ukiendanga ngambo unapata zimechongwa vizuri. Akasema wale watapeli maberoka ambaye wanakula pesa kuliko wale wanafanya kazi. Tunatengeneza industry pale, industrial park. Zile vitu zitakuwa na watafutia soko, itakuwa inaenda America straight. Na unajua tunakuanga huko Minneapolis, Minnesota. Ukisikia naanza hapo. Unasikia tukasikia tunaletewa airport. Akasema Suneka. Hata Kisii. Suneka airport. Bas. Hata Suneka airport. Akasema tutakuwa na airport. Wawe. International airport Suneka. Sasa ndio mpaka nageuka. Sasa nageuka. Kufurahi. Sasa mbele himbi vizuri unageuka kwa sababu airport itabeba ndizi zetu. Zile managu ni kwa ndege na miwa. Si tukafurahi. Kimeumanuo. Wacha ifike implementation ama sijui implementation ijai kuwa kwanza SGR sasa ilikatiwa kwanza, hata hapo haikuingia ilikatiwa. Yani wamekakata hivi, yani haikanyagi, inafika sijui Bomet pale tu kwao hivi akaikata Nyamira inanusia Nyamira kama imeikata hivi. Hakuna airport. Wametoa Suneka, wamesema ati huko hali ya anga haifai. Ameipeleka kwake pale Kilgoris. Unajua tuna boda na pale Kilgoris. Amesema hali ya anga haifai. Na hizi vitu za Minnesota vitu ya Minnesota ndizi zetu bado tunauza 150. Huko zinakuja kuuziwa Marikiti. Yani hakuna factory. Kuna cancer center ambaye Uhuru alianzisha. Akasema atakuja ataimalizia mpaka wa leo. Lakini si aliwaambilia Moshi alikuwa ni huku kusikia news kwenye. Sasa yani anataka tu kutuua wote. Yani anataka tu kutuua. Ameona tu mazishi ndio tunataka. Yani ndio maendeleo. Alafu aliweka milioni 10 juzi. Yani ameona tunakaa. Na sisi wakapiga makofi. Tunakaa kifo. Lakini ametuchukulia ufala ule mtu. Na bado huko Kisii akasema boda zinatumia paraffin. Alafu akapiga makofi. Hata si hivyo kwenyu. Huko ni kwenyu. Hata si hivyo. Unajua ile university alienda ku launch Nyamira University. This is the 5th time Modoni ana launch. Na kuambia mental health is real. Yani afya ya akili iko. Na huko ni kwenyu.
nakwambia ilikuwa hata mbunge alikuwa anasema anaitwa Patrick Osero. Hata hakuenda, sijuzi tulikuwa Kajiado, hakuenda kwa sababu ni mara ya 5. Alianza ku launch Nairobi hiyo Nyamira University na hata ijai gazetiwa, lakini ime launch hiyo saizi. Hii kwa hii nini alienda ame launch Nyamira University the 5th time. Sasa utaniambia hiyo ni nini? Na moja ni hata ndio sasa inatushtua. Yaani ile utapeli iko. Sasa ndio tukiwa hapo ndio hizo vitu tulikuwako tunachonga, nitasema kwa sababu tulikuwa tunakaa, anasema mahitaji yenu ni gani, tunasema tunataka hii, tunataka university, tunataka hospitali hii, tunataka hii, tunataka hii. Anasema sawa, andika. Ikifika 2022 tukaandika, tukasaini mkataba. Ni kama vile alifanya pia na kina mama. Tukaenda kina mama, mnataka nini? Tunataka 50-50 power sharing. Mnakumbuka tulikuwa pale Nyayo Stadium. 50-50 akasema sawa, akasaini. Na nini nyingine? Kina mama wakijifungua miezi ya kwanza 6 wanapata free diapers. Paka tunaanza kudansa. Kabisa. Huyu ndiye anajali kina mama. Tunasaini. Akasema sanitary towels. Wakifika watoto wasichana yoyote in public school atakuwa anapata free sanitary towels. Ziko wapi? Akasain mkataba na kina mama pale Nyayo Stadium ambaye ilikuwa utapeli tupu. Akasain na youth utapeli tupu. Akasain na PWD utapeli mtupu. Hizo economic forums zote za kila region, I don't think kuna region ambaye imefanywa yoyote ile walisain. Ilikuwako ni vipindi tu za kura. Kwa sababu wacha hii hata 50%, hata 30%, ile 2/3 yenye katiba inataka hajaweza kufanya. Kama juzi walikuwa wanafanya hizo vitu zao za bread based. Inaitwa bread based ya mkate. Nusu mkate. Wakifanya 10 point agenda. Unaona hata gavana wa Embu mwenyewe alisimama kumwambia His Excellency, umesahau kina mama. Na ndio ilikuwa agenda ya kwanza hapo, lakini aliruka kansa ya pili ya tatu. Kwa sababu aliona haifai. So yeye naona sana anaona labda kina mama ni pumbavu. Labda kutumika tu kupiga kura na basi. Wakishampigia kura yeye apore, watu wake wapore, wajishibishe, wajitajirishe. But what I ask, when is it enough? When is it enough? Ukiona paka kai maneno ya G2G ni maneno ya serikali kupora na kuiba. Saizi ya muona imeongezeka. Siache basi kwa sababu yenye amechukua imetosha. When will it be enough? Huwezi kuwa ati kila sekta kuna uwizi, kuna uporaji, kuna corruption na watu juzi wamefutwa kazi. Wamekuwa sakta 3 sijui pesa imepatikana. Hatujawaona kotini, hatujaona hizi drama za kwenda huko kwa DCI ama kwenda anti-corruption. Meaning, hii anti-corruption is also skewed, kudeal tu na watu wenye maybe kisiasa hawaambatani nao. Lakini ikikuwa watu wa jamii yao, wale wako, kwa sababu liona ambao walishikwa wengi ni kutoka kwao. So inakuwa sawa, kwa sababu ilikuwa ni kama vijana wake wa kumuibia. Lakini vile kulipambazuka kukajulikana, akaona ajifanye amewatoa, lakini hakuna mali wanaenda. Manake bado tu wako wanapata marupurupu yao na Wakenya wanaumia. Mnaona vile mafuta iko. So kwa hivyo he is entertaining corruption because he is the king of corruption. Wow. Maneno mashamba unasikia imeenda, tulikuwa tumeenda Naivasha, watu wanalia kwamba kuna shamba zimeibiwa kule. Ndio bado anachukua. Yani shamba hizi zote unashindwa itakutosha, utapeleka wapi yote? Lakini by then nyinyi mlikuwa mmefumbiwa macho, hamkuona 2022. Au tuoni atusikii. Nimekwambia ni kama ule msichana kwa miaka 20 ndio umeanza kutongoza. Umeambiwa uko mrembo. Uoni usikii, unachora tu chini tuna matawi tu unaangalia kila vidole. Hauoni usikii. Mzazi anakuambia wachana, shughulikia masomo, hapo utapata mimba. Hausikii, unachora tu chini. Sasa mimba mnayo. Miezi ni 9. Nakwambia miezi ni 9. Yule mwele. So after hii Senate 2022 mkiwa huku mkipambazuka, mimba iko kwa Mungu. Unafanya siasa, mnachora miradi. Are you going to vie? In 2022?
ndio nikasimama sasa. Sasa mimba kabisa ndio imeiva. Tunamzaa Ruto. Tunamzaa. Nakwambia wakati wote kuna nakwambia vitu yani na warai tu watu wanisamee. Yani mtu kosea nisamee ni tafadhali kwa sababu ile naye niliwaada. Wanisamee. Sasa tukafika 2022 tuko na hiyo wheelbarrow yetu tulikuwa tuna yani ndo nashindwa hata mimi mwenyewe natoshea. Unatoshea wheelbarrow? Niambie natoshea. Yani unajua saa zingine naangalianga hata hizo picha nashindwa hata mimi nilikuwa na shida ya afya ya akili ama ilikuwa nini. Yani unashangaa vipi? Yani vipi niliweza kuamini vitu vile. You know, because it was blunted lies. Yani ilikuwa Mungu tu. 2022 tuko na 8 minutes. Nikasimama sasa kiti cha mama county. Yes, mama Miradi. Mama Miradi. Nikawa mimi ndio nina tikiti ya UDA. Yes, UDA. Yes. Na hapo nikifika nasema yani ni asante sana kwa sababu nilipata kura 600,000. 600,000 votes in Nairobi. Nice. Yes. Yani wana Nairobi haswa jamii ya mlima. Wow. Yani hizo 600,000 nakwambia 80% ilikuwa kutoka mlima. Nice. Na ndio nasema yani pahali wako mimi nitakuwa. Wow. Pahali wanaenda mimi naenda. That's why mimi DCP vile niliona wako DCP na hiyo ndio chama ambaye wanataka ndio hapo ndio niliingia. Yes. Kwa sababu they supported me fully. Yani bila kuangalia mimi ni Mkisii, mimi ni nani. Yani walinipenda vile. Yani mimi wananiambia wanyua ego sharera. Whatever that means. Yani sasa ndio hiyo. Wananiambia hivyo. Wanasema kaitogo sharera. Yani walininyita baru kabisa. Yes. Baru is true. So wakanipa kura 600,000. So nilipopata 600,000 sikushinda. Mama Pasaris akashinda. Yes. Na ODM. Yes. So vile waliingia serikali kanza mambo mavitu tu zinafanyika hatuelewi kunaendaje na nini. So mi mwaka wa kwanza kakwa navumilia tu nasema wacha tungoje ndio wanajipanga. So nikaanza kuona vile wako kwa sababu mi mara nyingi nilikuwa kuna mpigia Rigiji na muuliza mmetupangaje. Na ndio ulikuwa unaona sana Rigiji akisema maneno ya shares. Haikukuwa shares ati anasema ati ni ukabila ni wa Kikuyu. Ni wale foot soldiers ambao walisimama na hao Millicent Omanga akiwa included. Yes. Mimi sikuwa Mkikuyu lakini nilisimama na UDA na yeye ndiye alikuwa anatupigania kwamba sisi tumeachwa nje. Amechukua watu ambaye hata hawakuwa pale tu. Yani nikaa unaandaa chakula alafu inafika mezani kipakuliwa wewe haupo. Unaona? Sasa zile shares akisema ilikuwako inamaanisha watu kama sisi foot soldiers ndio ambao tuliparticipate kwa ile manifesto. Na kama tuliparticipate kwa manifesto ingefaa tuwe pale ndio tumwambie haya pale Kisii ulisema kuna airport iko wapi. Unaona? Ama hii ulisema na ndio hivyo Rigiji alienda akiuliza pertinent questions like you promised this, why can't we do this? Hapa ulisema hivi, mbona hatujafanya? Sasa akaanza kuona wewe unani question sana, wewe enda nyumbani, wewe enda let me get someone who submissive. Yani yule atanipigia magoti. Yule ambaye nikimwambia jump ataruka kwanza, akiwa katikati ya hewa ndiye atauliza how high sir. Yani a question. You know, he's the kind of person. Yani hataki mtu akumuuliza chochote. You know? So akaona Rigiji kwamba ni mtukutu. Kwa sababu anamuuliza hii barabara ulisema iko aje? Anasema mtukutu is naughty.
aliona mtukutu kwa sababu anamuuliza those pertinent questions ambazo hataki kuulizwa. Ukimuuliza anakasirika sana. Hata uliona kama Cecily Mbarire alipomuuliza kiti ya kina mama ni gani, uliona vile sura ilibadilika. Hapendi kuulizwa chochote. Anataka yeye akisema ndio hivyo. Hiyo ndio sheria. Na sasa kwa sababu alijua alikuwa ametudanganya zile vitu zote. Rigiji akiuliza hii 50-50 ulisema hii akina mama iko wapi? Au akina Omanga wataenda wapi? Akina Omanga wanaenda wapi? Hii kina mama ulisema diaper sijui kuzaa wanaenda wapi? You see, ndio kwa sababu sasa na sasa yeye kwa sababu ako pale na pesa zinavujwa, wanaiba pesa nyingi. Akaweza kununua wale wabunge. Wabunge wakaweza kulipwa kupewa pesa pale, wakamtoa Rigiji. Na kumtoa hakuna kitu, yani there is nothing tangible. It doesn't meet the threshold. You could not say ati amekuwa mkabila ati kwa sababu alisema maneno ya shares ndio kwa sababu atolewe. Saizi hawa watu wanataka power, kina Wanga sijui kina huyu mzee anaitwa sijui nani wa power. Si hao wanaitisha nini power shares za Wajaluo. Na ndio hao walikuwa wa kwanza kumtoa kwa sababu ya shares. Mbona kwani Wanyanza huko Wajaluo wakiitisha, Wakisii huko wakiitisha. Saizi yako Kisizi wanaitisha vitu zao. Waluya wanaitisha mafactory zao za skari. Kwani Kikuyu akiitisha ndio mkabila? Kwani yeye Mkikuyu, yeye Mkikuyu hajazaliwa na mama hajasikia uchungu huko labor ward kama wa Mkisii ama wa Mjaluo ama mwingine. You know, it is just being biased and it is a way of intimidating Kikuyus so that we feel they are small, you know, because they know they have numbers. So what they do ni kuwasuppress, kuwaambia yote mabaya na nini so that wajione wako wadogo. But mimi ile naweza advice watu wa Mount Kenya, nyinyi mshikilie kiongozi wenu Rigathi Gachagua. Kwa sababu yeye ni ndume na yeye ameweza kuwapigania. Na umeona akisema kitu hii serikali inaanza kugeuza. Kama saizi akiwa huko Olkalau vile Methu alisema maneno ya barabara nini. Sinasikia the following day contractors waligazette. So mushikilie, musidanganywe mko peke yenu. Mimi ndakwambia natoka jamii ya Wakisii. Tunashikana na Wakikuyu. Nimeenda Ukambani, wanashikana na Wakikuyu. Tumeenda Coast, wanashikana na Wakikuyu. Tumeenda huko kwa kina Sifuna, sisi ni Sifuna kwa Waluya, wanashikana na Wakikuyu. Wasidanganywe kwamba wako peke yao. Kuna hiyo rumors ambayo inataka kusema Wakikuyu wako peke yao, kudivide and rule. Lakini round hii Kenya sisi tuko kimoja. Yule asitudanganye ati wao ukabila. Yeye ndio mkabila. Nakwambia ukienda kwa State House lugha inaongelelewa hapo ni lugha ya nyumbani. Msidanganywe hapa nje ya picha tinaonekana ako na watu wa kabila zingine. Hakuna kitu kama hiyo. Huko ndani huko ni Karara huko usikii ambone huko. Usidanganywe na kila mtu ni mkabila. Kila kwani si umetoka mahali sasa mimi ni Nyaboke. Kwani kuna shida gani? So sidanganywe hapa kwa picha tu nje unaonekana uko na watu wengine na nini, lakini ukiingia huko mimi ningekwako kabila fulani, ningekwako nilipewa kazi kubwa, ningekuwa interior. Lakini kwa sababu nilikuwa kwa Nyaboke. So tusidanganywe ati sijui nini nani. Mimi watu wa Mount Kenya wasimame nyuma ya Rigathi Gachagua. Mumshikilie ifugati wenu kabisa kwa sababu yeye ndiye atawapigania na nyinyi mko na numbers. Msikubali kuwa divided. Very good. Tukiwa hapo sasa na tuko na 1 minute. Hauni hadaigwa daisho koneka muoyo. Nyamure kuria na kio maragia ya mune. So after that tuliona ulinominatiwa CAS, mara ukapatiwa chairede wa poli. Ilikuwa hiyo ya CAS ilikuwa kipindi kwa sababu kotini ilikuwa kwa imekataa ikasema watu wanatakana 25, akaweka 51. So ilikuwa tu kipindi ya kutudanganya wanasiasa. Akasema watu wako kotini kutuzungusha hiyo miaka ndio tuone tulipewa kazi ndio tusikasirike. Lakini hakukuwa na kazi. Akanipea ingine ya Rivers Commission ambapo mimi nilikataa. Nikamwambia sitaki. Kwa sababu ile ilikuwako ni kazi hii yenye Margaret Wanjiru ndio chair lady. So nilikuwa nimewekwa commissioner hapo. Nikasema mimi sitaki. Kwa sababu ilikuwako ni kazi ya ubomoaji. Nilikataa kukuwa commissioner hapo na nikamwandikia, na hapo ndio tulikosana. Kutoka siku hiyo hatujaiongea. Kwa sababu nilimwambia mimi hii kazi yako siwezi chukua. Ni kubomolea watu. Hii ya kubomoa hiyo
commission kazi yake ni ilibomoa Gikomba. Hii imebomoa hizi masoko, unaona manyumba za watu. Na kitu cha kusikitisha ni kwamba wanabomoa, hawapei watu mali ya alternative. Na kama wanawapea ni mali haitoshi. Alafu tena wanawabomolea saa 8 usiku. Na sisi wenyewe tukiwa huko Hasla tulikuwa tunasema hakuna siku hata moja watu watakuja kubomolewa usiku. Kwa hivyo hakuna utu. Alikuwa anasema you know just humanity, just mtu ameleta mzigo yake saa 7 usiku, mtu amekuja mizigo, vitu zinaibiwa. So alafu kuna soko zingine kama Uhuru Market. Ni soko ilibomolewanga Januari, ikafensiwa up to now wajaanza kujenga. Hapo you know unabomoa, kuna zingine zimekaa 2 years hazijajengwa. Kwa nini ubomoe and you are not ready to construct? Walisema Gikomba itakuwa mpaka na swimming pool. Itakuwa utapeli tupu, ni uongo, na itakuwa itapeana hata watu wengine, those who are there will not even get it. Wangeifanya na faces, kama ni watu 15,000 wachukue watu 5,000 wasongeshe mali nyingine ya kuuza hapo pali ya 5,000 wajenge, wasongeshe hao wengine like that in faces. Yes. Tuone inafanyika. Hauwezi angusha wale watu wote, na hapo ndio watu wanatoa school fees, hapo ndio wengi ni single mothers, hapo ndio watu wanatoa chakula yao. Watu watasomesha watoto wao aje? Yani imekuwa serikali haina utu kweli, yani haina utu kabisa. Yani wamejisahau kabisa. I think as it goes, power corrupts. So yani nahurumia sana watu wetu, lakini tuzidi kuombeana na 0 minutes tuwe na mapenduzi ikifika 2027. Hii united opposition wakishikana, ule watachagua huyo ndio tutaenda na yeye. Yes. Na mimi nitawaambia watu wa Nairobi, mimi kama mama miradi, mama Omanga, tafadhali monyite baru. Naenda kiti ya mama county, Maitoa county ya Nairobi. Mutumia Mugithi, Millicent Omanga, mama miradi, kiama kia DCP, unasikiza ground. Thank you so much. All the best. Thank you. All the best. Imenifurahisha kwa hiyo story yote. Ni airport. Ati hali ya anga imeharibika. Hairuhusu. Airport Kisii. Na usha sunguza mapulubanya. Thank you so much. All the best. Thank you. Asante mama miradi. Yambokero igora totora wega. Yambokea asante sana. Mimi ni wa kaunti ya Nairobi. Nitasimama na wewe. By the way, hata mimi nimechange kura yangu kutoka Kiambu. Niko hapa Starehe. So at least hizi ni kura 2. Hiyo ni 2 imeingia. Hata huyu by the way ni wa Kayole. Stacy. Kwa hivyo mnasikiza ground. Tunasikiza ground. Ukiendelea hivyo tutakorora na idhoriadha. Yani macho ya huruma. Fatonyi terege tugati kitu. Tunamshika kabisa. Naye tunamshika. Hapo ndio tunatingizia mafuruma. Chunga baba yetu asipotee macho. Usituharibie kijana yetu. Tunaomba kwa unyenyekevu tukiwa wa Kikuyu, na mimi ndio dereva yao.